ni moja katika hali ya vita vya Russia na Ukraine ambavyo vimekuwa vikitanda zaidi miaka minne, takriban miaka minne sasa hivi toka vilivyoanzia. Na leo niko na mchambuzi wangu wa mambo ya nje ambao nataka nizungumze naye hasa kuangalia tathmini ya vita hivi vya Ukraine na Russia toka vilipoanzia, tathmini yake ni nini. Tunaenda moja kwa moja ili aweze kutuelezea. Habari yako? Salama kabisa ndugu mtangazaji. Habari ya wewe? Safi, kwema lakini. Kwema kabisa ndugu yangu. Bwana, kwanza tungeenda moja kwa moja, watu wangependa kukufahamu, wanaotufuatilia kupitia Jup Media, wakufahamu ni nani na haya unakuja kutuambia leo. Kwa majina anaitwa John Bryson, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya habari, nikimaanisha kwamba ni mwandishi wa habari pia ambaye nimesoma masuala ya habari, lakini pia najihusisha na uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa, hasa siasa za kimataifa, zikiwemo siasa za Amerika Kusini, Ulaya na mataifa mengine. Sasa pia kuhusiana na siasa za ambazo zinahusiana na masuala ya kimigogoro au tunaitaga conflict zone. Angalia sasa, tukienda moja kwa moja na kuangalia tathmini ya vita vya Kimarekani vilivyodumu kwa miaka minne, ya vita vya Russia na Marekani. Tathmini yake ikoje vita hivyo? Mpaka sasa naweza nikasema kwamba vita ya Ukraine, kama ulivyosema kwamba ni miaka minne mpaka hivi sasa ya vita hiyo ya Ukraine na Russia, ambayo imeweza kuwa na matokeo ambayo tunaweza kusema kwamba ni hasi, na kama ulivyosema asilimia kubwa ya matokeo yake imekuwa ni hasi kuliko chanya, kwa sababu imekuwa na athari mbalimbali kwa upande wa nchi zenyewe, nikimaanisha kwamba athari ndani ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine, pia Ulaya ambayo walikuwa ni washirika wa muhimu wa nchi hizo mbili, nikimaanisha kwamba Urusi na Ukraine, lakini pia mataifa mengine ambayo yalikuwa yanategemea baadhi ya vitu kutoka Ukraine, lakini pia kwa upande wa dunia nzima. Kama unavyojua kwamba wakati inatokea ile vita miaka minne iliyopita, kwa mara ya kwanza tarehe 24 mwezi Februari mwaka 2022, kuna baadhi ya vikwazo ambavyo viliweza kuwekwa na nchi mbalimbali za Ulaya, nikimaanisha kwamba Marekani, Ulaya pamoja na Umoja wa NATO, ambao vile vikwazo viliweza kusababisha athari mbalimbali duniani, ikiwemo baadhi ya zile bidhaa ambazo zilikuwa zinatoka au malighafi ambazo zilikuwa zinatoka katika hizo nchi mbili ambazo ni Urusi na Ukraine. Sasa bidhaa ya ngano ambayo ndo walikuwa wazalishaji wakuu, karibia zaidi ya 60 mpaka 70 huko walikuwa ndo wazalishaji wakuu wa bidhaa hizo za ngano, kiasi cha kwamba baada ya kutokea kwa vile vikwazo kwamba Urusi hataki kusafirisha zile bidhaa kwenda kwenye nchi nyingine, ikapelekea athari kwa nchi mbalimbali ambazo zilikuwa zinategemea bidhaa hizo, ikiwemo nchi za Kiafrika. Lakini pia athari nyingine imekuwa ni kwa upande wa nchi za Ulaya. Nchi za Ulaya zimeweka vikwazo. Pengine watu walitegemea kwamba nchi za Ulaya zimeweza kuweka vikwazo, pengine Urusi ndio itaathirika zaidi kutokana na vikwazo hizo. Lakini unaweza kuona kwamba vile vikwazo vimeweza kuibackfire Ulaya yenyewe, kiasi cha kwamba Ulaya ndio imekuja kuathirika kiuchumi kuliko kushinda hata Urusi yenyewe ambayo ndio imeweka vikwazo, kwa sababu Ulaya yenyewe kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wanavitegemea kutoka kwa Russia, ikiwemo bidhaa ya mafuta. Kama tunavyojua kwamba Urusi ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta, hasa kwa Ulaya ilikuwa ndo mzalishaji mkuu au mshirika wa karibu kwa upande wa usambazaji wa bidhaa ya mafuta duniani. Na baada ya kutokea kwa jambo hilo, imeweza kuleta athari barani Ulaya, kiasi kwamba imepelekea mfumuko wa bei, imepelekea baadhi ya bidhaa kama mafuta kuweza kuwa na changamoto kwa upande wa Ulaya, kiasi kwamba hawajaweza kuwa na ile kwamba wanaweza kupata mbadala mwingine wa haraka kwa upande wa kutatua tatizo la kiuchumi moja na tatizo la mafuta. Imekuwa ni changamoto na bidhaa mbalimbali ambazo zinapatikana Russia. Kwa hiyo imekuwa na athari. Watu walitegemea kwamba pengine baada ya kuwekwa kwa vile vikwazo, pengine Urusi angepata athari, lakini bado imekuwa ni changamoto. Lakini kwa upande mwingine, tukizungumzia kwenye uwanja wa vita wenyewe, kiasi cha kwamba Urusi ameweza kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine katika uwanja wa vita, kiasi cha kwamba ameweza kukonka
au kuingia kwenye maeneo mbalimbali ambayo yapo ndani ya nchi ya Ukraine. Tunaona kwamba mara kwanza kabisa wakati anaingia kwenye hii vita, miezi michache baadaye, miezi kama 2 au 3, aliweza kutangaza kwamba majimbo ya Luhansk pamoja na Donetsk ambayo yapo chini ya Ukraine, baada ya kuvamia nchi ya Ukraine, akaweza kutangaza kama majimbo huru, kwamba yeye kwa upande wa hatambui tena kwamba ni majimbo ambayo ni mali ya Ukraine, lakini kwa sasa anatambua kama ni majimbo ambayo ni huru, ambayo anasema kwamba ni huru, lakini yeye anakuwa ni mwenye uwezo wa kuyakontrol au yanakuwa chini yake, yanakuwa chini ya Urusi. Lakini pia kwa upande wa maeneo mengine ambayo yameweza kuathirika na mashambulizi haya ya Urusi, ikiwemo maeneo kama Donbas, maeneo kama Kharkiv, maeneo ikiwemo Russia, Crimea, ni maeneo ambayo yameweza kuathirika kutokana na vita hiyo. Na tunaona kwamba mwathirika mkubwa hapa, pengine Ulaya wanaweza wakadhani kwamba kinachofanyika saizi wanamkomoa Urusi, lakini mimi ukianza kufanya tathmini yake ni kwamba anayekomoreka pale ni Ukraine, kwa sababu Ukraine ndo anaendelea kupata athari zaidi kutokana na kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Ukraine, kutokana na kwamba mwenyewe ndo anaathirika zaidi, kwa sababu kinachotokea ni kwamba majimbo yake yanaendelea kuchukuliwa, lakini pia kuna baadhi ya miundombinu ya muhimu ambayo inaendelea kuharibiwa kutokana na vita hiyo, yakiwemo majengo. Lakini pia kwa siku za karibuni tumeona kwamba masuala ya nishati yamekuwa ni changamoto kwa upande wa Ukraine, ikiwemo nishati ya umeme, kutokana na mashambulizi ya Urusi yameweza kusababisha kukatika kwa umeme nchini ya Ukraine. Kama unavyojua kwamba umeme ni moja kati ya rasilimali ya muhimu katika nchi, kwa sababu ni umeme ndio uchumi wa nchi, unatumika kuendesha nchi. Bila umeme hakuna shughuli zozote ambazo zitakuwa zinaendelea ndani ya nchi. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto za hapa na pale, kiasi cha kwamba Ukraine bado anaendelea kupata shida kutokana na vita hiyo. Lakini ukizungumzia sasa na mambo mengi ambayo umetuambia na athari na nani anafaidika na vita hivi na kutokana na vikwazo. Sasa tukienda moja kwa moja, je, vita hivi unaviona vina ukomo au bado vinaonekana vinaendelea? Kwa upande wangu kusema na ukweli kabisa, pamoja na kwamba kuna hatua mbalimbali ambazo zinapigwa kwa upande wa diplomasia, akiwemo Marekani chini ya Donald Trump ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kutaka kusuluhisha vita hii. Amejaribu kuwakalisha chini, kumuita mmoja mmoja. Amezungumza na Volodymyr Zelensky, lakini pia amezungumza na Vladimir Putin kuhusiana na kumaliza vita hiyo. Lakini bado ukiangalia kwa upande wangu naona bado ni changamoto. Kwa sababu gani? Changamoto inakuja kwenye yale matakwa ya kila mmoja juu ya kila ambacho anakitaka. Urusi anachokitaka ni kwamba anataka bado aendelee kucontrol yale majimbo ambayo amechukua kutoka, au yale maeneo ambayo amechukua kutoka Ukraine, bado anataka aendelee kushikilia. Lakini Ukraine anataka yale majimbo ambayo yameweza kuchukuliwa na Urusi yaweze kurudishwa. Lakini pia anachokitaka ni kwamba awe ni huru, kwamba anaweza kufanya mambo yake kama anavyotaka yeye, ikiwemo ni kwamba ni pamoja na kujitaka kujiunga na umoja wa NATO, lakini pia kujiunga na umoja wa Ulaya, kitu ambacho Urusi ni kitu ambacho amekuwa akitaki kabisa kwa kitu hicho kufanyika. Kwa mimi nikianza kufanya tathmini hapo, bado naona kwamba ni changamoto kwa vita hiyo kuweza kumalizika, kutokana na kwamba juu ya yale matakwa ambayo kila mmoja anayataka. Kama tunavyojua kwamba Trump wakati anaingia madarakani alipiga sana mikwara kwamba ataweza kumaliza vita ndani ya masaa 24. Kama unakumbuka vizuri, wakati hapa mara kwanza alisema kwamba anaamini kwamba ataweza kufanya kila namna vita viweze kuisha ndani ya muda mchache. Lakini mpaka sasa kama tunavyojua ni mwaka 1.5 mpaka hivi sasa, lakini bado hakuna kilichofanyika na Donald Trump ambaye aliahidi kwamba ataweza kumaliza vita mapema, lakini bado imekuwa ni changamoto. So unaona kwamba hizi danadana ambazo zinapigwa kwa Urusi pamoja na Ukraine bado ni changamoto kutokana na kile ambacho kinafanyika. Ukraine anavutia upande wake, lakini pia Urusi anavutia upande wake, kitu ambacho kinafanya iwe ngumu kuweza kufanyika juu ya mkataba wa kusitisha vita hii. Sasa kwa kuangalia sasa katika engo hizo, sasa je, nini maoni yako kuhusiana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea sana na zaidi umeshika takriban miaka 4? Nini maoni yako sasa ukiwa kama mchambuzi wa masuala ya migogoro ya kisiasa ya nje? Kwa maoni yangu mimi naweza nikasema kwamba pamoja na kinachofanyika, pamoja na kazi nzuri ambayo anaifanya rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na kusuluhisha mgogoro huo, lakini bado mimi naona kwamba ni changamoto. Kwa maoni yangu naweza nikasema kwamba tutafanya yote, lakini bila diplomasia imara kuhusiana na kumaliza mgogoro huu, bila kukaa chini kuweza kukubaliana
juu ya kila, yani kwamba kila mmoja aweze kujishusha. Volodymyr Zelensky aweze kujishusha, lakini pia Vladimir Putin aweze kujishusha, waweze kukaa chini kukubaliana namna ya kusitisha vita hiyo. Bado itakuwa ni changamoto. Kwa maoni yangu mimi naona bado kuna haja ya diplomasia imara kuweza kuchukua nafasi ili kuweza kumaliza mgogoro huu. Licha kwamba tunaona kwamba kuna baadhi ya washirika Umoja wa Ulaya pamoja na NATO, nikimaanisha kwamba ukiongozwa na Ujerumani pamoja na Ufaransa, mimi kwa upande wangu naona kwamba wamekuwa ni miongoni mwa nchi au viongozi ambao wamekuwa wachochezi wa vita hii kutokana na maneno yale ambao wanakuwa nayaongea. Pengine Volodymyr Zelensky pasipokuwa na yale maneno ambao wanakuwa naambiwa na wale viongozi wa Umoja wa Ulaya au kuchochea pamoja na viongozi wa Ulaya, nikimaanisha kwamba kwa upande wa Ufaransa chini ya Emmanuel Macron pamoja na kiongozi wa Ujerumani Friedrich Merz, wamekuwa ni viongozi ambao wamekuwa wakiongea maneno mengi ambayo yanakuwa yanamjaza kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kiasi kwamba inakuwa ni ngumu kwa mgogoro huu kuisha, kwa sababu naye anapata nguvu kwamba kuna wenzangu nyuma ambao wanakuwa wananisaidia kwenye vita hii, kiasi kwamba mimi mwenyewe siwezi nikajishusha chini ili tuweze kumaliza vita hii.